Kwa mahakama nayo imekuja na mfumo wa kusimamia hizi harakati zake na shughuli zake za uendeshaji wa kesi na utoaji wa haki. Mfumo huu kwa sasa umeshamaliza kutengenezwa, upo tayari kwa matumizi, na watumiaji ni nyinyi mlokuwepo hapa, au sisi sote, sisi watu wa mahakama, mahakimu, makadhi, majaji, lakini mawakili wa serikali na mawakili wa kujitegemea na wananchi ambao wanafika mahakamani kwa ajili ya kutaka huduma za kimahakama. Wote hao kwa ujumla wao watakuwa ni watumiaji wa mfumo huu, na mara tu mfumo utakapoanza kutumika, utakapotangazwa na Mheshimiwa Jaji Mkuu tarehe yake na namna utakavyoanza kutumika, hatutotumia tena makaratasi. Mfumo huu unaitwa ECMS kwa ufupi, kirefu chake ni Electronic Case Management System. Ili uweze kuutumia mfumo huu, unatakiwa uwe na kifaa ambacho kitakuwezesha kuupata huu mfumo. Kifaa hicho ima kitakuwa kompyuta au laptop kama hii, au simu yako ya kiganjani smartphone, au mfano wa devices kama hizi ambazo zitakuwa na uwezo wa kuunganishwa na internet. Kwa hiyo ukishakuwa na kifaa, lazima pia eneo utakalokuwepo uwepo mtandao wa internet, na katika kifaa chako hicho utakachokuwa unatumia pia iwemo browser, ima itakuwa Chrome, Safari au nyinginezo zozote katika zile browser ambazo tunazitumia kama kukuunganisha wewe na mtandao wa internet kwa ajili ya kupata huduma fulani. Kwa hiyo mimi nitafungua hii hapa ya chini. Ikifunguka hii itakuja kama hiyo, mfano kama hii niliweka mimi portal.judiciaryzanzibar.go.tz. Ukikliki hii moja kwa moja kupitia mtandao wa interneti, utakupeleka kwenye first page ya mfumo wa mahakama. Mfumo wetu utakuwa na muonekano kama huu. Eneo la kubadilisha lugha itategemea wewe unataka kutumia lugha gani katika mfumo wa mahakama. Ukibonyeza kwenye SW, maana umechagua lugha ya Kiswahili, automatic mfumo utabadilika na taarifa zote zitakujia kwa lugha ya Kiswahili. Anafikiri mwananchi ameweza kupata elimu ya mfumo. Kumbe sasa unaweza kufungua shauri lako ukiwa uko sehemu yoyote bila ya kuja mahakamani. Hii itarahisisha hata watu kujipatia nini, kutafuta njia au kupata muda mzuri wa kujitafutia riziki zao kuliko kushinda mahakamani. Tunauhitaji mfumo, hatuuhitaji? Wananchi nawauliza, tunauhitaji mfumo, hatuuhitaji? Bado sijasikia vizuri. Tunauhitaji mfumo ama hatuuhitaji? Unarahisisha. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi naitwa Omar Tahir. Kuna neno katika huu mfumo. Kwanza nashukuru kwamba tuliokuwepo hapa tumeelewa kwa kiasi, na inshallah kwa uwezo wake Mungu tutaufanyia kazi. Lakini pia kuna kitu ambacho umekizungumza hapa mwisho, kwamba mtu akishafungua hii application, akishaleta maombi yake ya kesi yake kwenye mahakama, ishaingia kwenye mfumo tayari, yeye tayari anajulikana kwamba ndio mwenye kesi. Lakini umezungumza suala la mashahidi. Hawa mashahidi kwamba wataweza kusikilizwa na kutoa maelezo ya hiyo kesi, wanasikilizwa kinamna gani, ili na wao waweze kutoa ule ushahidi na mahakama ijue kwamba hapa kuna ushahidi umetokea. Hebu kidogo, hawa shahidi sikilizwaje? Swali langu, ikiwa mtu yuko nje ya nchi akawa na kesi na ana passport, kitambulisho chake cha Mzanzibari amekisahau na ana kesi yake anataka kuieleza, anafanya vipi ikiwa hapo kuna namba za NIDA na ikiwa kesi zote zinaanza vituo vya polisi kabla kesi haijafika mahakamani?
anawezaje yeye kuanzisha hii programu aliyakuwa kesi yake iko katika kituo cha polisi bado haijaja mahakamani? Upande wa pili, mdaiwa, utapataje taarifa? Kuna hii fomu ya 3 ya taarifa za mdaiwa, kuna sehemu ya nambari ya simu hapa. Tayari utaweka nambari yake ya simu, yeye mfungulia shauri. Kwa hiyo taarifa zote kama zinapokuja kwako zitakwenda na kwake pia. Mtu ambaye hana kitambulisho, ana pasipoti, yupo nje ya nchi au yupo ndani ya nchi, hana kitambulisho chochote, anataka kufungua shauri, kuna njia mbili. Yeye binafsi hatoweza kuingia kwenye mfumo kwa sababu hana hana kitambulisho, lakini haitokuwa kikwazo kwamba asipate haki yake. Aidha atatafuta wakili au vakili, atamwambia mfungulie shauri kupitia akaunti ya wale maadvocate wetu tunawajua, wale watakufungulia shauri na process itakwenda na hakutokuwa na kikwazo chochote. Wakili anataka malipo 600, kataka 1500, amenitolea wapi? Basi utafika katika kituo cha mahakama kilichokuwepo karibu na wewe, kutakuwa kuna help desk, madawati ya msaada, wao watakufungulia shauri lako. Hata kama kesi pengine kwa unataka kufungua Makunduchi, wewe unakaa mjini, hulazimiki kwenda Makunduchi, utakuja hapa Mazizini, utafunguliwa shauri katika mahakama ya Makunduchi kwa wale help desk wa hapa na shauri lako, alafu itawekwa nambari yako ya simu. Hata kama unatumia simu ile ya tochi, itawekwa nambari yako na utakuwa unapokea taarifa kupitia katika message yako. Shahidi yuko nje tayari, nje ya nchi ya Zanzibar, anataka kushiriki kwenye kesi, na si nje tu, inawezekana topo nyumbani, bwana, mimi leo ninapirika na harusi ya binti yangu na kesi imepangwa leo, siwezi kutoka, nataka nisikilizwe nikiwa nyumbani. Tayari mfumo una option 3, unampa hakimu, jaji au kadhi. Anaweza akasikiliza shauri physical kwamba wewe mwenyewe umekuja mahakamani, au virtual kutumia mifumo hii. Anaweza mkafungua Zoom, wewe ukakaa huko uliko na mahakamani wakakuona. Sasa hakimu atajuaje kwamba wewe ndio yule mhusika? Hilo ni swala la kisheria. Sasa yeye atatumia njia zake kuweza kujiridhisha kwamba huyu ninayezungumza naye ndiye mwenyewe, sio mtu mwingine, robot wa kutengenezwa. Kwa hiyo unaweza kutumia hiyo virtual, au zinaweza zikatumika njia zote mbili, ikawa upande mmoja upo mahakamani physical, upande wa pili umetumia njia hizo za video conference. Kwa hiyo inawezekana zikatumika njia kama hizo kupitia katika mfumo wetu huu, lakini hicho kitakachotumika, mfumo hauna video conference. Yeye hakimu atajaza tu pale virtual as taarifa kwa ajili ya takwimu, lakini ile application itakuwa ni out of system, kwamba itabidi uwe na Zoom au nyinginezo mfano hizo ambazo zinatumika, itafunguliwa out of system, alafu mtatumia na yeye atakuwa anachukua kumbukumbu zake za ile proceeding ya ile shauri. Assalamu alaikum. Naitwa Shamsi Saad, ni mwendesha mashtaka dhamana mkoa wa Kusini Unguja, lakini pia sasa hivi ni kaimu mwendesha mashtaka dhamana mkoa mjini Ardhi Unguja, na ndio maana leo niko hapa kwa niaba ya facilitator na mwenyeji wetu Mheshimiwa Momi. Ningeomba nijibu swali la mwananchi aliyeuliza kuhusiana na yale mashauri ambayo yanaanzia polisi. Yeye anawezaje kuanzisha programu hii? Ni kama ninavyomnukuu. Kiufupi, shauri lolote ambalo litaanzia kituo cha polisi, maana yake tunachukulia kwamba shauri hilo ni la jinai. Tunapozungumzia shauri la jinai, maana yake ni makosa ya uhalifu. Mtu kabakwa, kaibiwa, kashambuliwa. Sasa haya yanaanzia polisi, na yakishaanzia polisi, maana yake kesi hii mwenyewe anakuwa serikali. Wewe mwananchi unachukuliwa kama ni muhanga au muathirika. Kwa hiyo wajibu wako ni kwenda kuripoti pale polisi, alafu serikali inalichukua lile shauri na inaliprocess kwa niaba yako. Sasa serikali inafungua mashauri yote ya jinai ambayo asili yake yanaanzia polisi kwa kupitia ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, ambayo ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka
ina wanasheria wake, na ndio maana wakati facilitator anawasilisha aliweka kategori za watu ambao wanaweza kuwasilisha nini, mashauri mahakamani. Hajapita kote, lakini moja kati ya kategori pale imeandikwa prosecutor, mwendesha mashtaka. Kwa hiyo kesi yako wewe ambayo unaenda kuripoti polisi itafunguliwa au itashughulikiwa na serikali kupitia ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, kupitia mawakili wake wa serikali au waendesha mashtaka wa serikali. Watafungua shauri lako na wewe utakuja kuitwa kama shahidi muhanga. Tungetamani sana tuendelee, lakini wananchi mliokuja hapa mna mashauri yenu na tunatakiwa si mahakimu tukayasikilize. Kwa hiyo kwa hapa tutaishia hapa, isipokuwa tu yale mabaraza alioambiwa ya miji na mambo mengine kule, jamani, zile ni mahakama ni mahakama wale, na mahakimu hawa wanaenda kusikiliza na mashauri yao wanapokuwa pengine hawakuridhika au kuna malalamiko ya maombi, ndio wanakuja katika mahakama nyingine. Lakini pia shahidi na wale wadai na washtakiwa wanachagua mwanzoni shauri lao liendeshwe vipi, wedha watakuja mahakamani au lisikilizwe wakiwa wako nje. Kwa hiyo wakichagua njia ya nje, ndio zile maelezo tuliokuwa tumeelezwa hapa, watasikilizwa wakiwa hawapo mahakamani. Lakini hamuachwi kwamba msije mahakamani, la hasha. Mkiona sisi tunapenda lazima mahakamani tuwepo, basi mnachagua njia ya kusikilizwa mkiwa mko mahakamani. Ukiwa afisa mtendaji wa mahakama ya watoto katika eneo hilo la Mazizini, naam, ni kwa namna gani mfumo huu ambao umeanzishwa na mahakama kuu na mahakama ya mkoa mjini Magharibi, ambapo ninyi tayari inasemekana mfumo huu tayari umeshauanza, ni kwa namna gani ambavyo umeweza kuwasaidia katika kusimamia kesi za watoto? Kwa kweli kwanza niwashukuru mahakama kwa kuboresha zaidi mahakama yake kwa kutetea mfumo huu. Kwa kweli mfumo huu umekwenda kurahisisha, hasa katika pale kesi za watoto. Unakuta kuna watoto wengine ni wanafunzi, kwa hiyo wanapoteza muda mwingi, siku nyingi kukosa masomo yao, lakini kuja kwa mfumo huu watawasilisha madai yao wakiwa nyumbani kwa muda mfupi, alafu wanaenda zao mashuleni. Inakuwa ni simplify kusema kweli. Ninyi tayari mshaanza kutumia? Kwa kweli hatujaanza kutumia mfumo huu bado, kama mahakama ya watoto hatujaanza bado.